B ni letter B. Fatha ni vowel A. Tunasoma ba. Hiyo ndio fatha. Kama tunasoma ba, ikija B alif. B alif. B is letter B, the same. Vile vile, haibadiliki Lakini kwa sababu iko na alif, inapokuja fatha hapa tunavuta hatua mbili. Ba. Hapa B fatha ba. B alif fatha ba. Ina maana ikaja te fatha ta. Ikaja te alif fatha, itakuwa ta. Nadhani tumeelewana. Kisha kuna B, letter B. Dhamma, wacha tuiweke hapa. Kuna B, letter B. Tukipatia kasra inaokaa chini ni vowel I. Tunasoma B. B kasra B. Tukasoma B letter B kasra. Ikaja ye sakna. Ye sakna inavuta kasra hatua mbili. B. Kwa hiyo alif inavuta fatha hatua mbili. Ba ta fa. B na kasra ni B. Ikija ye sakna tunavuta hatua ngapi? Hatua mbili. B. Okay, nataka uone tena. Kuna B letter B. Dhamma ni vowel U. Bu. Sawa? Kwa hiyo ikaja B letter B dhamma, ikija waw sakna. Waw sakna inavuta dhamma hatua mbili. Bu. Kwa sababu ye sakna ni letter Y, sakna haibadilishi kitu, waw ni W, haibadilishi kitu. Kwa hiyo kaandika ukasoma bu ni sawa. Kwa hiyo tunaangalia nini? Pronunciation. Kwa hiyo kuna ba na ba. Kuna B na B. Kuna bu na bu. In this case, hata kukawa ikaja herufi kawa B waw alif sakna, the same, haibadiliki. Kwa hiyo kawa bu. Hii alif itakao kuja hapa ni silent. Hii itakuwa ni silent, hatuitumii. Kwa hiyo itakuwa ni bu, the same. Kwa hiyo mara nyingi hizi utaona tu, thu, inaweza ikaja kama te dhamma, tu waw alif sakna, tu. Kwa hiyo kuna ba, bi, bu, kuna ta, ti, tu. Tufanye mazoezi pamoja.